Waimbaji wengi tumekuwa tukitaka kuimba na wakati mwingine kufanyiana ukatili wa kusemana, kuzungukana, kwa sababu huyu ni mwalimu mwenzangu na huyu sitaki ajulikane mahali. Hatufundishi kwa ajili ya kupata jina. Nataka tupate machache kutoka kwa mwalimu Jane Mjema ili atuambie ni namna gani ambavyo amekutana na ukatili wa namna hii na namna gani ambavyo waimbaji wanajifanyia ukatili, alafu mwisho huduma haiendi vizuri. Mwalimu Jane, habari ya siku nyingi? Salama, habari ya kwako? Salama kabisa. Wewe umekuwa ukifundisha ni siku nyingi sana. Ndio. Na bila shaka nimekukuta kwa Kirungani kwa sababu ya huduma hizo za huduma ya kufundisha. Ndio. Ni namna gani umekutana na waimbaji wakijifanyia ukatili kwa maana ya kwa upande wa muziki? Okay. Yeah. Kwa habari ya waimbaji kujifanyia ukatili ni pale ambapo unakuta mwimbaji kidogo huenda ana kipawa cha uimbaji, then kuna ambaye anapenda kuimba lakini hana kipawa hicho, ila anaimba kwa sababu tu anajifunza. Then anaimba kwa sababu anapenda kuimba. So yule mwenye kipawa anapogundua huyu hana kipawa hicho, tayari anaanza kumdharau na kumuona hawezi. Wakati mwingine hata kumtamkia kabisa huwezi. Yes. Sasa inasababisha yule ambaye anapenda kuimba na anaimba kwa kujifunza kujisikia vibaya. Tayari inakuwa ni ukatili kwake. Naam. Hapo umegonga penyewe. Labda tukija kwa suala la waimbaji ambao wanajifunza na wanaendelea wanasukuma, lakini wakati mwingine unaweza ukaja labda kama mwalimu ukamwambia mwanafunzi kwamba wewe huwezi kitu. Unadhani hii kitu imekaaje? Ni kweli kabisa. Unapomwambia mwimbaji moja kwa moja ya kwamba wewe huwezi, tayari unamshusha kiasi kwamba anashindwa tena kutumia akili yake kukazana ili aweze. Okay. Tayari umeshamwambia hawezi. Sasa afanyeje ili aweze? Ataona mwalimu ameshanitamkia siwezi. Ina maana mimi siwezi. Kwa hivyo unamdidimiza badala ya kumsaidia ili aweze kufanya vizuri, kwa sababu anaimba kwa kujifunza. So unapomtia moyo na yeye anachangamsha akili yake jinsi gani aweze kuelewa. Sawa. Ukimwambia huwezi, unamshusha. Unamshusha mori. Kwa hata ile nguvu ya kusema endelee kujifunza inakuwa imekufa. Haipo tena. Kwa hivyo hawezi tena na hataweza. Tuje sasa kwa swala la wewe kama mwalimu, maana umepita katika sehemu tofauti. Ndiyo. Kipimo chako cha maendeleo yako ya kufundisha kiko kipimo changu mimi ni pale ninapokutana na waimbaji ambao hawafahamu kabisa kuimba. Then ninasimama nao na kuwafundisha. Baada ya muda naona sasa wameweza. Hapo ndo ninaona kweli nimeweza kufundisha na ndo ninajua kwamba mimi ni mwalimu. Kwa maana hiyo ikiwa unafundisha tu, unasimama tu na wanakwaya ambao tayari walishaweza, wanafanya, wamepitiwa na walimu wengine, ukijiwekea jina la kwamba hapa mimi ni mwalimu kwa watu ambao wanaojua, inamaanisha hapo ni wazi haujafanya kitu bado. Hapo ni wazi ya kwamba haujamfundisha mtu akaweza, ila tu umemnywesha kitu ulichokuwa nacho. Umemnywesha kitu ambacho unacho au umeshiriki kuimba nao. Hii nimeipenda kwamba kama mwanakwaya anajua tayari alafu ukaleta kitu useme tu umeshiriki kuimba naye, lakini si kwamba umemfundisha. Si kwamba umemfundisha kuimba. Tayari alishajua kuimba. Niseme nini hapo, mpenzi mtazamaji, walimu wenzangu pamoja na wanakwaya? Ikiwa tunakwenda kwa namna hii, tunafanyana ukatili, tunadidimizana, itakuwa hatusongi mbele. Nikwambie kitu, kuishi kwenye kwaya bila ukatili inawezekana.